Wewe juzi nimekukamata unavuta bangi kule. Halafu kila siku unakukamata makosa. Juzi nimekukamata umetoroka shule. Juzi tena ile ulikuwa umeandika nafsi. Shida nini? Hivyo unajielewa kweli wewe? Hivi unajua mazingira yanayotokea nyumbani? Kuna wengine hapa hata kula misosi ni issue sana. Wazazi wanaishi maisha magumu. Alafu wewe unakuja shuleni hapa hausomi, unasinzia tu. Utoroka unaongoza wewe. Kila kitu kwenye makosa mbalimbali wewe. Nikutakia kazi njema. Haya. Haina shida. Sawa sawa. Haya, tuko pamoja sana. Haya haya. Mwanangu, nimeona maisha magumu tunavyohangaika, angalia na saizi tunashinda shambani. Nikaona bora tuchukue hapo kahera labda katatusaidia. Si unajua maisha yalivyo magumu. Hata kama maisha ni magumu hapa. Wewe halo unahitaji kuleta mzazi. Wewe ni kukufuta kabisa. Tumeelewana? Sasa kwenye huu mtihani unaenda kufanya. Huu mtihani unaenda kufanya. Tumeelewana? Naomba uniletee wani. Tofauti na hapo. Ili kosa tutaanza upya na kutoa. Ukipata wani usamehe. Kwa hivi leo tunaingia. Naingia mkali. Sipole disco mwanangu, hujaiona disco inapita hapo hivi kitaa. Sasa. Au sio? Na hapa fresh mimi mwanangu, mimi mapema sana mimi naanza kulamba nini fresh. Uwa. Itabidi niwahi kwenda home au sio? Nanuka bwana. Wewe usijikute. Usijikute gani nakati ndaza nanuka mwanangu. Acha yako bwana. Wewe tunza kama ndara zako. Ndio natakiwa nanunua ndara ambayo inaingia na nini unaandika hata kama ukitaka pesa mwanangu. Kama pesa yako ile mwanangu. Naikubali. Nikisema Unanielewa mimi mzaa, yani wa mambo mabaya basi unaelewa? Vitu kama vile haya siwezi nikakosa. Au sio? Mimi nakuaminia mwamba, nakuaminia. Kwa mnasisitiza sana vijana. Tuache mambo ambayo hayahusiani kabisa na elimu, ambayo yatakupotezea muda. Sawa? Wewe unatakiwa ubadilike sasa hivi. Chunga sana maisha yako. Kesho na utakuwa na familia yako, utakuwa na watoto, utakuwa na mke. Wewe unafikiri kila siku utaendelea kuwa mwanafunzi tu hapo? Sasa wana. Oi. Sasa tena. Oya, mbona mapema hii boy? Kicha isema kwamba tukapige plaki leo au umesafi? Ticha yule mielisho tu, wana jipya yule mwanangu. Si tutaenda pale klasi tutachukua, then tutakopi au sio? Oya, unasemaje mwanangu? Free. Unasemaje? Ukopi kitu gani mwanangu? Wewe kama unapiga na ndi practical upige, sio kama na ndi copy. Na wakati ticha kashatuambia kama tuko na nini tukasolve practical mwanangu. Kwa hiyo nikwambia chali. Tutakaa tunakopi mpaka lini mwamba? Tutakiwa tubadilike, twende klasi, ticha akiwa anafundisha si wenyewe tu profile. Tumekaa darasani tunakopi, sio kwa tunakopi kwa wana, tutakuwa tuelewi. Na tupita mengi. Alafu nikwambie, ushaanza pigo zako za usinichi yani. Ndio maana yani unajikuta mzee wa busara na wakati hamna kitu. Sasa usipojisimamia leo hii kusoma na atakusaidia. Badilika. Si ushanielewa? Sasa chali mimi nikwambia usikie. Niambie. Mimi sio sinichi.
Ila mimi nakwambia tu tutakiwa tubadilike, mambo tunakoelekea sio vizuri. Unaangalia hata mtoto wa mzee Jumbe pale sasa hivi anapiga pindi. Mtoto yule mwingine mkubwa ameshafaulu sasa hivi ameajiriwa na ndinga zake pale karibia 3. Sasa wewe pale kijijini utaki wakawa unasema kwamba mtoto wa fulani amepita yule na gari lake. Wewe unataka kila masaa navuta bangi lile. Ndio unachotaka. Kwa hiyo ndio kilichokutoa kule ukaja kukaa hapa kijiweni ili uje utuambie hivyo eti. Alafu mimi nikwambie sawa, ushauri wako peleka Angaza, umeona? Hapa hivi ushauri wako hatutaki au mnasemaje wana? Huyu mwamba anazingua sana. Chali nikwambia sikia. Wazazi wanapambana sana mambo. Wanataka sisi tupate elimu. Sasa itakuwaje sisi tunakuwa tunazingua mambo? Unasikia? Ngoja mimi nikwambie sawa. Mzazi kazi yake ni kukusomesha wewe, umeona? Wewe kazi yako sio kwenda sijui kufanya practice. Sasa practice itakusaidia nini kwa maisha baadaye? Alafu sikia mwamba, unazingua sana eti. Unazingua sio? Utakuja ukumbuke wazazi. Mimi nikwambie na utakuja unikumbuke hata mimi. Mimi ngoja nikwambie sawa. Siwezi nikakukumbuka kwa lolote. Kama vipi chafua, kama una jipya chafua. Mimi chai nikwambia sikia. Wewe chafua bana. Tunavyozidi kwenda mambo, usije kuniomba hata notes mambo. Unanivuruga sana, yani unanivuruga wewe chafua. Nitakwambia chafua bana. Na umeanza usinichi sasa. Wewe ninakwambia kabisa mambo. Wewe umeanza usinichi. Aende pita hivi. Alafu na wewe. Siku hizi unajikuta usinichi. Apita hivi, apita hivi. Wewe pita hivi. Mimi niko hapa. Wewe pita hivi. Nini hapa? Tengeni. Fresh mwanangu, fresh. Tembea bana. Fresh mwanangu. Wewe Pita hivi bana. wewe mwanangu wewe. Ngojeni waambie hawa, ngojeni washachafua hali yao. Sana. Chikasi au sio? Hii ni kali. Muone Nuru hayuko sawa kabisa na sisi. Sijana shangaa nini? Mbona muangalia sana wewe? Kwani kuna nini? Namuona yuko sawa. Yuko sawa? Kivipi sasa? Namuona kuna kitu kinamsumbua. Kitu gani hicho? Hata sijui. Kuwa makini. Vipi wewe? Safi tu. Niambie. Safi mzima? Mzima. Mbona nilikuwa nimekaa pena kuona kama vile uko sawa kabisa. Mambo ndio yananichanganya tu hapa hivi. Mambo gani? Tulikuwa tumekaa kule hivi nyuma na washikaji. Sasa kwa tuacheza kamari. Sio unajua tena mambo yote yale. Sasa wakati tuacheza kamari akatokea na mwalimu. Alipotokea mwalimu pale. Akaambia wale washikaji wengine kwamba waje na nani? Waje na wazazi. Mimi nikabaki nimefanya hicho nimesimama. Mambo alionaambia nikaja kukumbuka na familia yetu tulivyo. Watu wa kubangaiza tulivyo mdogo mdogo. Alikwambia mambo gani? Alinishauri sana uni ndio ufanya sio mzuri. Hautonisaidia kwa maisha ya baadaye. Kwa hiyo niko hapa nafikiria basi tu. Kwa hiyo ndio kinakufanya unakosa amani, unakosa furaha hadi ukaa na mawazo na mnani. Unajua mtu mkubwa akikuita akaja akakwambia kitu basi ameshaona umeharibika sana, kwa hiyo unatakiwa ubadilike. Na hata sisi ni kwetu tunakoelekea tutakuja tujute. Ila ni kweli maana hata mimi mama nyumbani niko napenyeka naambia hivyo hivyo. Kwa sasa mimi nimeamua kubadilika. Kabisa. Mimi mwenyewe hapa najifikiria washikaji zangu tumeshazoeana sana. Sasa ninachotaka kufanya mimi nataka nibadilike niachane nao. Hivyo vyote tu vile
kubadilika, hata mimi pia nimeshaamua kubadilika. Na kule nyumbani kuna mama aliniambia, kwa mimi pia nimeamua kubadilika. Mambo gani? Aliniambia mambo fulani, biashara mienendo yangu shuleni. Kwa aliniambia mimi nimeamua kubadilika. Sitaki tena kufanya yale mambo. Nimeamua kwanza kusema. Kuona badiliko unaachana marafiki zako? Sio kama naachana marafiki zangu, tayari kila tushana tuelewani tena. Tusome, afu tuko darasa la mwisho juu. Kiferi itakuwa ni picha mbaya kwenye familia zetu huko na kwenye jamii. Alafu kwenye jamii inakuwa inaonekana yani wa ovyo kabisa, alafu wazazi wangu na hizo ambazo wameshagaramika kunisomesha. Itakuwa sasa tuna kazi bure. Kwa hiyo mimi kuanzia leo kwa nianza kusoma kwa bidii nibadilike. Na kama unabadilika kweli badilika, tutaona itakavyokuwa. Ni kweli cha muhimu hapa ni kusoma kwa bidii ili tuweze kufikia malengo. Kwanza hata kuweka na ratiba ya kuja kujisomea shuleni. Kwanza kesho Jumatatu. Kwanza Jumatatu ndio tuweke ratiba vizuri. Tutakuwa tunakutana, tuna discuss, tunaelekezana ambacho unakijua, sikijua nielekeza ambacho ninakijua, ukijua na kuelekeza ili tupate kufaulu na sisi tuonekane. Sawa, mimi nimekuelewa. Basi endelea kusoma pamoja mimi. Sasa nitasoma kweli? Jitahidi kusoma hata kidogo. Labda. Mimi naenda. Bye sawa.